katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yahushua Masihi, katika jina la Yahushua Masihi. Ni hatari sana. Hao viumbe huwa ni maajabu sana. Wamepatikana maeneo haya, wamepatikana akiwa amenasa, akiwa na chungu yake amenasa hapo, sijui amedondosha vipi. Kiumbe huwa sio wa kawaida. Amenasa, njia ya kumtoa mpaka atoke kwa jina la Yesu, katika jina la Yahushua, katika jina la Yahushua, katika jina la Yahushua, katika jina la Yahushua, katika jina la Yahushua. Jina la Yahushua. Jina la Yahushua. Haya ndio alikuwa amevaa haya. Haya ndio amevaa. Haya alikuwa amevaa. Hapo analia. Ameanza kulia.
unachinashwa katika jina la Yesu. Mpaka utatoka tu hapa, mpaka utatoka tu katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yahushua, katika jina la Yahushua. Baada kumtoa naona kama amenasa katika jina la Yahushua, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Toka sasa, toka. Toka sasa, toka hapa, hapa. Tungulia kidogo, tungulia. Amerudi tena, amerudi. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yahushua, jina la Yesu. Huyo. Vaa matungu yako. Vaa matungu yako. Ifahamike kabisa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Vaa matungu yako.
shughuli yako haya. Tutakubadilisha matunguli yako. Jua kwamba hatuna mchezo katika Yesu. Tumemkuta huyu akiwa matunguli yake katika jina la Yesu. Vaa jina la Yesu. Jina la Yesu. Vaa katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Hata ameshindwa kwenda popote. Hawezi kwenda mahali popote. Hana nguvu. Hana nguvu na matunguli yake. Hana nguvu na matunguli yake. Hana nguvu katika jina la Yehoshua. Jina la Yehoshua. Jina la Yehoshua. Hana nguvu. Hana nguvu. Hawezi kwenda popote. Amenasa kabisa. Hawezi kufanya lolote. Alikuwa amekuja kufanya ushirikina. Sasa ushirikina umeshindikana.
Mimi ni washauri tu wanaofanya ushirikina wajitahidi waache, kwa sababu wengine wamerisishwa na mababu zao, wengine wamerisishwa ni roho tu, na huenda walikuwa hawataki ila wamelazimishwa tu. Kwa hiyo wanaposana na hii inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tujitahidi sana kuwashauri ndugu zetu wanaofanya kazi ya kishirikina waachane na hii tabia, kwa sababu haiwasaidii chochote, hawapati msaada wowote isipokuwa tu ni kuaibika kama namna hii. Sasa amekosa hata naenda wapi? Hana namna. Hapa tukiamua kumuua tunamuua tu. Kwa hiyo kinachobaki ni huruma tu, na mimi siwezi kuua, siwezi kumuua kabisa, kwa sababu ninafahamu huyo ni kiumbe tu wa Mungu, ingawa huenda ameshawishika tu kwenye mambo ya kishirikina. Jamani, ndugu zangu, sio wote ambao ni washirikina wanapenda. Wengine wamelazimishwa tu na ukoo wao, wengine mama yake, wengine bibi yake, wengine mtu yeyote tu akawa ameamua kumshawishi, na kwa sababu ya shida unakuta na yeye labda kuna mtu alimuuzi, kuna mtu alimchukiza, ndio anaamua kujiunga katika hii kikundi. Hata sio kwamba labda wachawi sio watu wazuri, ni watu tu wazuri, lakini kwa sababu unakuta tu kwamba na wao wameingia kwenye system kama hiyo, wanadhani kuna faida. Kwa hiyo mimi natoa ushauri tu, kama kuna mchawi yeyote ambaye amejiunga pasipo kupenda, ilitokea tu kama ghafla, na kwa kweli hataki hata kwenda kuwa humo, aache tu aje kwa Yesu, ajitahidi aje kwa Yesu ambaye kwa Kiebrania anaitwa Yahushua Masihi, Yeshua Masihi. Ajitahidi tu aje kwa Yahushua Masihi, yeye atamsaidia, atamfanya awe kiumbe kipya na atakuwa mtoto mzuri. Walikuwepo wengi tu wachawi, lakini waliokuwa washirikina, lakini Mungu aliwaponya na mpaka sasa ni wazima na wanaendelea vizuri kabisa. Sasa leo mtu atasema, ungeua huyo mchawi usimwache kuishi. Biblia inasema usimwache mchawi kuishi. Hapana. Hawa wengine wachawi wamejiunga, hawataki lakini wamelazimishwa. Ndio maana nimeimba wimbo wa kwamba leshihango, wengine wamewekewa mashihango, wako kwenye rubeto. Kuna watu wamo kwenye rubeto, hawataki lakini wanalazimishwa tu, kutokana na kwamba asili yao ilikuwa hivyo, na wanajitahidi kuacha, inashindikana. Sasa hebu wana huyu alivyo nasika leo na hana mahali pa kwenda, na vitu vyake ni hivi, lakini tuwezi tukafanya chochote kwa ajili ya kumdhuru, kwa sababu tunatambua kwamba yeye pia ni kiumbe ambaye hata kama atakuwa ameingia kwenye vishawishi vya kuwa kwenye tabia za kishirikina, hatuwezi tukamchukia. Lakini sisi ambao tunaamini Yesu, au kwa kiasili kabisa jina lake anaitwa Yahushua, tunapata kuokolewa na mambo kama haya. Ni vitu ambavyo wewe unaweza kuvichukulia kama kawaida, lakini kwa kweli watu wanahangaika kila siku kutafuta namna ya kujinusuru, ila inashindikana kutokana na kwamba wameenda sana katika maisha na wamejikuta wameshazoea. Kwa hiyo washindwa wafanyaje. Sasa ona hii aibu anayoipata, anapata aibu sana kiasi kwamba anakosa afanye nini. Sasa hata macho anaona afanyike, anashindwa afanye nini. Sio yeye, lakini ni tabia fulani, ni roho fulani ambayo imemshawishi. Kwa hiyo kitu cha msingi tu ni shauri watu wote ambao huenda wana tabia kama hizi, wanahitaji kujinasua
inawezekana wakimbilie kwa Yesu au Yahushua ili waweze kupata msaada, kwa sababu pasipo Yahushua hakuna chochote kinachoweza kuendelea. Na wakiwa wanahitaji kupata msaada, waondoke katika hizi mitego za roho ya namna hii. Inawezekana kabisa. Inawezekana kabisa. Sasa leo wanasika, lakini ashindwa afanye nini? Na mimi siwezi kumzuru. Siwezi kufanya lolote baya. Ninachoangalia tu ni kwamba wakati mwingine huenda hatafanya hivi. Na tayari huyu atajifunza. Unajua Biblia inasema muwatendee mema wanaowaudhi, msilipe baya juu ya baya. Biblia ndio imesema msilipize ovu kwa ovu. Msifanye ubaya. Sasa kama huyu kiumbe amenasika, sawa, sio kwa uwezo wangu, ni kwa uwezo wa Mungu mwenyewe. Yahushua ni kweli amenasika, lakini sasa unawezaje kumzuru? Lile andiko la kusema usilipize baya kwa baya, usilipize. Sasa ukimzuru, sasa unakuwa unafanya nini? Unakuwa umelipiza. Huu ni ushuhuda kwamba kama mtu ana tabia za hivi, ajitahidi aache. Na sasa kule kuna wasamaria wema wanaweza wakawanasa, lakini wasiwafanyie jambo lolote lile. Kwa hiyo kikubwa tu ni watu waelewe kutambua ya kwamba Yahushua yupo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini jitahidi sana, kama kuna mtu ambaye amejiunga katika ushirikina. Mimi naamini sio wote waliomo kwenye ushirikina wanapenda. Sio wote waliomo kwenye ushirikina wanapenda. Naomba ifahamike kabisa hivyo kwamba sio kila aliyemshirikina anapenda. Sio kweli kwa kila mshirikina anapenda ushirikina. Wengine wamejiunga tu, wamelazimishwa baba yake, wamelazimishwa na bibi yake, wamelazimishwa na mama yake. Imetokea akawa humo na waona tu wanaendelea kuwepo, lakini hawajui wanatokaje. Sasa ninawapa wito wajitahidi, kwa sababu hasara ni kubwa sana na bado hawawezi kupata amani. Wanakuwa watu wanaweza wakapata shida muda wote. Jamii nayo inayowazunguka haifurahishwi nao. Kwa hiyo kwa ujumla, kama kuna mtu yeyote anatazama video hii sasa, atambue kwamba wakati umewadia sasa kupitia mwenzake huyu aache tabia hizi, aache mara moja, aache tabia hizi. Sasa unaona, aache mara moja tabia hizi, aache. Sasa unaona ni moto kubwa. Viumbe huwa ni kukaa porini na wanakuwa wanaendelea na maisha yao. Sasa anakuwa huku. Mwingine atasema wewe ukimwacha huyu anataka kuja. Hapana. Yaani kikosi sio shida. Kikosi sio shida, na sisi tunaishi kwa neema ya Mungu. Hatuwezi tukalipiza ovu kwa ovu. Mimi siwezi kulipiza ovu kwa ovu. Mwingine atasema umeogopa wasije wakakufuatilia. Hapana. Hata kufikia hatua amekuja, maana yake wamefuatilia. Kwa mimi siwezi kulipiza ovu kwa ovu. Siwezi kulipiza ovu kwa ovu. Kwa cha msingi tu ni kwamba tunatakiwa kutambua kwamba sisi ni watu ambao tunapaswa kuwa wenye huruma, tunapaswa kuwa wenye upendo. Na ndio neno la Mungu linasema wasameheni wanaowauzi, waombeeni mema, msiwachukie. Na ikiwa hamtawasamehe wanaowauzi, hata Baba wa mbinguni hata wasamehe. Sasa ikiwa mimi huyu amekuja kunifanyia ubaya na matimbuli yake haya amekuwa nayo, mengine yako kule, sasa ninawezaje kumuuzi? Nawezaje kumzuru? Nawezaje kumzuru wakati neno la Mungu linasema sameheni
7 mara 70. Samehe 7 mara 70. Sasa huyu mimi nimsamehe, mimi sitamfanyia lolote, sitamdhuru, sitafanya chochote. Kwa hiyo naweza tu asubuhi kaondoka tu, wala sitakuwa na shida naye. Sitakuwa na shida naye kabisa. Huyu hapa. Huyu hapa. Huyu hapa. Sitakuwa na shida naye wala sina shida naye, na tayari hata yeye ameshaona si shida naye, wala siwezi hata nikamfanya lolote kumzuru. Siwezi. Si kwamba najua kumuua, na muua tu katika jina ya Yahushua Masihi, katika jina ya Yahushua si na muua tu, katika jina la Yesu na muua tu, katika jina ya Yahushua na muua tu, lakini siwezi kufanya hivyo. Siwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo siwezi kufanya hivyo. Kiumbe siwezi kufanya hivyo. Na unaona kitu na aibu. Kwa hiyo ndugu zangu, nitatu kutoa hii video watu wajue kwamba dunia hii ina mambo mengi. Kwa hiyo tunachokifanya ni vema tukaendelea kutengeneza maisha yetu, ili kusudi hata wakati mwingine ukipata changamoto kama hii uwe na uwezo wa kushinda. Kama ingekuwa ni mtu anayeamini katika waganga, angekimbia moja haraka kwenda kwa waganga kuona hili jambo linaweza likawaje. Lakini niseme tu kwamba hata waganga na wao ni binadamu, wana nguvu kama tu zile ambazo wanaziweza, lakini kuna mganga mkubwa zaidi ya huyo. Unaweza kuwa unamwamini mganga fulani, lakini huyo mganga akawa na nguvu kiasi, ana uwezo kiasi, kuna wale wenye uwezo kumuliko yeye. Kwa hiyo utajikuta yule mganga wako anapambana, anajikuta anakosa nguvu, basi baadaye unaenda unapata ameshapata changamoto yoyote. Kwa hiyo unajikuta umeshindwa hata ufanyeje. Unarudi kwa mganga mwingine, unaenda kwa mganga mwingine, na yeye ana nguvu kama kila mganga ana mkubwa wake. Kwa hiyo tambua kwamba hupaswi kuamini katika waganga, maana Biblia inasema amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Bila shaka unaona vizuri. Naona kabisa kwamba alikuwa na vitu vyake ndio hivi, na sasa tumemnasa, tumekubalisha taa, lakini sasa tutamwacha. Kesho bila shaka tutakuta alishaondoka, kwa sababu hana bayana, ingawa katika jina ya Yahushua naswa, katika jina la Yesu amenaswa. Kwa hivyo ni washauri tu watu kwamba kama wewe umejikuta umejiunga katika fungate kama hili la kishirikina, tafuta namna ya kuweza kuondoka humo. Tafuta namna. Ingawa kuna wanaofaidika katika huo ushirikina, lakini kwa sehemu kubwa faida huwa ni ndogo sana katika hili zoezi la ushirikina. Faida huwa ni ndogo sana. Faida ya ushirikina huwa ni ndogo. Zaidi huwa ni hasara na kujikuta umekosa tumaini, na kuwa mtu wa kuchukiwa tu mtaani, na kuwa mtu wa kufukuzwa kijiji fulani, na kufukuzwa kijiji kingine, na kufukuzwa. Ushirikina sio mzuri. Ushirikina sio mzuri. Ingawa kuna watu wanaona kama kungewezekana ushirikina ukatufanya tukawa watu wenye nafasi za juu, labda hapo. Lakini sasa badala yake ushirikina mwingi huwa unafanyika kwa ajili ya kuangamiza watu, kuwaonea watu, kuwafanyia watu kitu kibaya.
Kwa mimi nashauri tu kwamba jitahidi tu ili tuwe katika hali ya kimungu. Tuwe katika hali ya kimungu. Ndugu zangu wapendwa, rafiki zangu wote ambao umetizama hii video, nilitaka kutoa ushuhuda tu kwamba Mungu wetu anatupigania, Mungu wetu anatulinda sana, na tunayoyapitia ni mengi sana, lakini Mungu wetu anatulinda. Na kingine nilitaka kusema tusiwe watu wa kulipiza visasi, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba usiwe mtu wa kulipiza kisasi. Visasi ni juu ya Mungu aliyesababisha mpaka kiasi cha kusimamishwa namna hii hiki kiumbe. Basi tambua kwamba Mungu ni mwaminifu. Bila shaka sina mengi sana ya kusema, na hiki kiumbe na kiacha kabisa, kitalala hapa. Kama kesho kitaamua kuondoka kiondoke, kiamua kibebe na miguu yenyewe kibebe tu, na mimi sitakuwa na shida nacho kabisa. Tunaamini katika Yahushua Masihi, tunaishi, tunaenenda, tunafanya makubwa. Tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa hiyo kwa sababu tunaye yule anayetutia nguvu, ndio niseme kwamba tunayaweza. Tunayaweza. Ni ushuhuda wa kipekee, lakini tuseme kwamba bado Mungu anatupenda, tena anatupenda sana. Na kama nilivyoshauri kwamba wale ambao wapo katika imani hii ya kishirikina, wengine wapo wamelazimishwa, hawana ukubali wao, wajitahidi tu waachane nayo. Havina faida, ingawa wanaweza wakawa na faida wanayoiona humo, lakini faida yake ni ndogo sana na inaweza ikawaletea changamoto. Basi Mungu awabariki na niwatakie usiku mwema. Asante.